Na tunasoma nguvu ya malengo kwa sababu ndiyo somo la kwanza ambalo binadamu yoyote anapoanza mwaka anatamani kusikiliza, anatamani kujifunza, lakini anatamani kupractice ili aende akafanyie kazi kwa almost miezi 12 ambayo tunakuwa tunaishi kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo leo tutazungumzia the power of goals au nguvu ya malengo kama sehemu ya nguvu ambazo tutakazoziangalia kwa mwaka 2026. Sasa mwanadamu alivyoumbwa na Mungu alivyomdesign mwanadamu, amemdesign mwanadamu ndani akiwa ana nguvu, akamwekea nguvu. Lakini zile nguvu ambazo alizomwekea Mungu mwanadamu ndani yake ni nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo nguvu za kupata utajiri mwanadamu anazo nyingi ndani yake ambazo Mungu ameziweka. Lakini leo tutaanza kuijadili juu ya nguvu ya kwanza ambayo ni nguvu ya malengo. Nguvu ya malengo ni moja ya nguvu ambayo iko installed ndani ya mwili wa mwanadamu au ndani ya ulimwengu wa roho wa mwanadamu, ambayo inaweza kumsaidia mwanadamu yoyote akaweza kupata utajiri na akawa tajiri kwa sababu ya ile installed power ambayo iko ndani yake. Kwa hiyo leo tutadiscuss lakini tutapractice juu ya power of goals. Sasa tunapozungumzia nguvu ya malengo tunakuwa tunamaanisha kwamba watu wengi sana kwenye maisha yetu ya kawaida wanashindwa kwenye maisha yao, sio kwa sababu hizi nguvu hawana, sio kwa sababu hawana nguvu, sio kwa sababu hawana uwezo wa kufanikiwa kwenye maisha yao. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanakosa mwelekeo. Kwa hiyo hata wewe hapa ulipo leo au yule ambaye ananitazama, inawezekana kabisa haufanikiwi au hausogei mahali au hauendi mahali, si kwa sababu hauna nguvu za kusogea au hauna uwezo wa kusogea mahali. Hausogei kwa sababu you do not have directions. Hauna directions, hauna ramani, hauna mwelekeo ambao wewe unaelekea kwenye maisha yako. Kwa hiyo darasa letu la leo ni darasa ambalo litakufundisha ni kwa namna gani unaweza kutengeneza directions ya mwaka 2026, na mwisho wa siku unapotembea, unapoamka, ukawa ni mtu ambaye unatembea, unaamka, lakini unayo direction ambayo unaelekea, na itakapofika mwezi wa 12 utakuwa umefika kwenye ile ramani ambayo wewe unakuwa uliichora. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tutakayozungumza siku ya leo kwa muda wetu mchache ambao tutakuwepo mahali hapa. Sasa tunapozungumzia malengo tunazungumzia kitu gani? Kama tunazungumzia kuhusu the power of goals, lakini tunapozungumzia malengo tunazungumza nini? Kama tunazungumza nguvu ya malengo, ni maana nini, tunamaanisha nini tunapofika mahali tukazungumzia juu ya malengo? Sasa kwa tafsiri fupi tunasema malengo ni matamanio unayokusudia kutekeleza na hatua zinazopangwa kufikia matamanio yako. Malengo ni matamanio unayokusudia kutekeleza. That's the goals. Ziko definition nyingi, lakini moja ya definition nzuri ambayo unaweza ukaitumia tunapozungumzia malengo, maana yake tunazungumzia matamanio ambayo unatamani kuyatekeleza na mipango mikakati au mpango kazi ambao utafanya kwa ajili ya kuweza kutimiza yale matamanio yako. Nataka kusema nini hapa ili kila mmoja akitoka hapa leo atoke amenielewa? Ni kwamba kila mwanadamu ni lazima atengeneze matamanio yake, ni lazima atengeneze desire zake, ni lazima awe na vitu ambavyo anatamani kuvitekeleza kwa muda fulani. Yale mambo ambayo unatamani kuyatekeleza kwa muda fulani, yale mambo ndiyo tunayaita sasa ni malengo. Kwa mambo yote ambayo unatamani kuyatekeleza kwa muda fulani, basi we call it goals. Hayo ndiyo ambayo tunaita sisi ni malengo. Kwa hiyo ukitoka hapa leo ukienda nyumbani, my brothers and sisters, ni lazima uwe mwanadamu ambaye unayo matamanio unayokusudia kuyatekeleza kwa mwaka
2026. Yale matamanio ambayo unayokusudia kuyatekeleza kwa mwaka 2026, hayo tutayaita ni malengo. Sehemu ya nyingine ambayo tutaijadili ni kujadili juu ya faida za malengo. What the benefit? Tunapozungumzia juu ya swala la malengo, kuna faida gani kwa kuwa na malengo? Hii power ya malengo ambayo iko ndani yako, una faida gani ukifika mahali ukaanza kuitumia? Unapata nini? Utatokewa na nini unapokuwa una uwezo wa kutumia hii power ya malengo ndani yako? Faida ya kwanza ambayo unaweza kuipata kwenye malengo ni kuleta mwelekeo na msukumo. Malengo yanayo tabia ya kuleta mwelekeo na msukumo. Nimezungumza hapo awali kwamba kila mwanadamu ni lazima awe na direction. Kila mwanadamu ni lazima awe na sehemu anaelekea, awe na sehemu anaenda. Sasa malengo yanayo nguvu ya kukuonyesha au ya kukupa nafasi ya kujua direction yako itakuwa ni wapi. Where is your direction? Hiyo ni moja ya kitu ambacho unapata, ni moja ya faida ambayo unapata unapokuwa binadamu ambaye una uwezo wa kupanga malengo. Sasa nisikilizeni vizuri ndugu zangu. Kwenye jamii yetu watu wengi sana wanakuwa wanaishi bila direction. Hawana mwelekeo. Yaani leo akikuuliza mtu kwamba unaelekea wapi mwezi wa 6 au una mwelekeo gani mwezi wa 6, inawezekana usiwe na hilo jibu. Na watu wengi the same, ukiwauliza swali la directions kwamba ni wapi wanaelekea kwa mwaka husika, inawezekana wasitoe hilo jibu. Kwa hiyo direction, moja ya faida ya malengo ni kukuonyesha wewe wapi unaelekea, lakini kukupa msukumo wa ndani wa kule ambako unakoelekea, kwa sababu utakuwa unafahamu ni wapi unapokwenda au ni sehemu gani ambapo unapoelekea. Mwenyezi Mungu kwenye Surati Furqani 25:2 anasema, na kila kitu amekikadiria kipimo. Lakini kwenye Mhubiri anasema, moyo wake wenye hekima utajua wakati na hukumu. Kwa maana ya kwamba mtu yoyote mwenye malengo ni mtu ambaye anajua wakati gani atakuwa anafanya nini na lini atakuwa anafanya nini na muda gani atakuwa anafanya kitu gani, kwa sababu tayari ameshachola ramani ya maisha yake yanakoelekea. Na mwanangu, nisikilize, ukikosa malengo maana yake umepoteza mwelekeo. Ukipoteza mwelekeo maana yake maisha yako yanakuwa ni ya bahati nasibu. Yaani chochote kinachotokea kwenye maisha yako kinatokea kwa sababu kimekuja accidentally, kimekuja tu kwa bahati mbaya, kimekuja kikatokea na ndio kikawa hivyo. Lakini mtu mwenye malengo ni mtu ambaye kiuhalisia anakuwa anafahamu ni wapi anapoelekea kwa ajili ya kesho yake. Kwa hiyo ni faida ya kwanza ya mtu ambaye anaweza kusustain au kujenga nguvu ya malengo ndani yake. Lakini faida ya pili ya malengo, tunasema malengo yanakusaidia kupanga malengo, kuna kusaidia kufikia malengo yako. Unapokuwa mtu ambaye una uwezo wa kupanga, unakuwa na uwezo wa kufikia. Kuna Waswahili, kuna usemi wanasema kwamba ukishindwa kupanga, umepanga kufanyeje? Sijawasikia. Ukishindwa kupanga, umepanga kufanyeje? When you fail to plan, you have planned to fail. Ukishashindwa kupanga, maana yake pia umepanga kushindwa. Kwa hiyo unapopanga malengo yako inakusaidia kufikia ile energy yako ya ndani
inakuwa ina uwezo wa kukusukuma kwenda kufikia kile kitu ulichokuwa unakitaka, kwa sababu tayari umeshakipanga. Lakini faida ya tatu ya malengo ni kukusaidia kuongeza uzalishaji na kufikia mafanikio. That's the benefit ya mtu ambaye ana uwezo wa kupanga malengo. Ukiwa una uwezo wa kupanga malengo, inakusaidia kuongeza uzalishaji, kwa sababu unakuwa unayo taswira, unakuwa unayo picha ya kwamba ndani ya miezi 6 ijayo natakiwa niwe nimefika mahali fulani. Kwa kama ndani ya miezi 6 ijayo natakiwa niwe nimefika mahali fulani, hauwezi kuzalisha kwa spidi uliyokuwa nayo mwanzo, kwa sababu ndani ya miezi 6 inakutaka uwe umefika sehemu fulani. So tofauti na mtu ambaye hakuwa na malengo yoyote, so mwezi wa 6 utafika, lakini uzalishaji wake haujui kama unaongezeka au unapungua, kwa sababu hana lengo lolote la uzalishaji ambalo yeye anataka kulifikia au yeye anataka kwenda kuliachieve for the specific time. Kwa hiyo hiyo ni moja ya faida ambayo unaipata wewe ambaye ni mtu ambaye unakuwa una uwezo wa kupanga malengo. Faida nyingine, kupanga malengo kunaongeza nidhamu na kuleta maendeleo. Moja ya kitu ambacho kinafanya watu wengi wasifikie ndoto zao na watu wengi wasifikie yale maisha tunayoyataka kuyaishi ni kwa sababu ya discipline. Watu wengi hawana discipline kwenye vile vitu wanavyovifanya. Kwa sababu wanakosa discipline, hawawezi kutimiza yale malengo yao. Kwa hiyo mtu ambaye anapanga malengo atakuwa na nidhamu. Kwa mfano, tuchukulie mtu ambaye ana lengo la kutimiza hisa za shilingi milioni 5 ikifika Disemba. Mtu ambaye ana lengo la kutimiza hisa za milioni 5 automatic atakuwa na nidhamu ya matumizi ya pesa, kwa sababu anajua kwamba itakapofika Disemba natakiwa kuwa nimetimiza shilingi milioni 5. Kwa hawezi kuspendi pesa yake vibaya, hawezi kutumia fedha zake kwenye mazingira ambayo sio mazingira ambayo yanahitajika kutumia zile fedha zake, na mwisho wa siku ataweza kutimiza lile lengo, kwa sababu tayari amesha kuwa kwenye discipline ambayo sasa itaweza kumletea mafanikio na ushindi kwenye maisha yake. Lakini faida nyingine ya malengo ni kusaidia kujua nani wa kuambatana naye. Hiyo ni faida nyingine ya malengo. Kwenye Mithali 13:20 anasema, enenda pamoja na mwana hekima nawe utakuwa na hekima. Kwenye Surati Kafi 18:28 Mwenyezi Mungu anasema, nasubiri nafsi yako ipate kuambatana na wale wanaomuomba Mola wao asubuhi na jioni. Sasa wewe kama si una malengo ya kuomba, utaambatana na mtu anayeomba? Hello? Hawezi kuambatana na mtu anayeomba kama wewe lengo lako si kuomba. Kwa hiyo ili ujue kwamba mimi napaswa kuambatana na nani, ni lazima uwe na malengo ambayo yanakuongoza wewe kuambatana na watu wa design fulani. Unajua kabisa kwamba mimi mwaka huu lengo langu ni kujenga kiwanja nilichokuwa nacho, kwamba kila kiwanja nilichokuwa nacho ndiyo nataka kukijenga. Maana yake itakusaidia kutambua kwamba this year watu unaotakiwa kuambatana nao ni wale watu ambao tayari wameshajenga, wale ambao wako kwenye ujenzi, ndio watu utakaoambatana nao, kwa sababu watakupa direction ya wapi vinapatikana vifaa vya bei rahisi, lakini wapi vinapatikana vifaa vizuri. Tofauti na mtu ambaye hana malengo, ataambatana na mtu yoyote. Hello? Kuna mtu mmoja anamuelewa mwalimu? Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba tunaishi binadamu ambao hatujui ni nani wa kuambatana naye lini, na hatujui ni nani wa kuambatana naye saa ngapi. Si kila mtu kwenye haya maisha unastahili kuambatana naye. Niliwahi kuambia siku moja, kuna watu ukiambatana nao kwenye maisha yako hata Mungu anakunyamazia. Sasa mwisho wa siku unaona, mbona nafanya vitu vingi, mbona siendi, mbona nafanya vitu vingi sitoboi. Angalia aina ya mtu uliyeambatana naye, ana support kile unachokifanya.
Lakini sasa hauwezi kufikia standards na level za kujua nani naambatana naye mwaka huu kama we mwenyewe unakoelekea hujui. Na maana unaweza kukutana na mtu kwenye jamii akakwambia amenipotezea muda, amenipotezea. Yaani we binadamu unapotezewaje muda? Ukisema amenipotezea muda, maana yake na wewe mwenyewe ulikuwa unaishi 50 lasi 50 majununi. Duniani haupo, wa hela unatafutwa. Lakini if you have goals, itakusaidia wewe kujua kwamba mwaka huu natakiwa kuambatana na watu wa sampuli gani, ili unapokuja kwenye semina kama hivi, unapoenda kwenye makongamano, unajua kabisa kwenye haya makongamano natafuta mtu wa design fulani, ili mwisho wa siku anisaidie kuweza kusonga mbele. Kwa sababu sisi binadamu tulivyo, wale watu tunaokutana nao au tunapoenda kwenye semina kama hivi au kwenye makongamano, ndio tunakutana na destiny helper wetu, wale watu ambao wangetusaidia sisi kuweza kuhakikisha kwamba tunatimiza ndoto zetu, lakini pia tunatimiza malengo yetu. Lakini kama we mwenyewe unakoelekea hujui, utaambatana na mtu yoyote, na mwisho wa siku utakuwa unalalamika ufanikiwi, kwa sababu ya aina ya watu ulio nao hawaendani na wewe. Kwa lazima uwe mtu ambaye kuna mahali unataka kwenda, alafu ujiulize, mtu unayeambatana naye anakusaidia kuweza kufika mbali? Hiyo ni moja ya faida ambayo unaipata unapokuwa mtu ambaye unapanga malengo. Lakini faida ya mwisho, kupanga malengo kuna kusaidia kufanya mambo ya msingi. One of the power ya kupanga malengo ni kukusaidia kufanya vitu vya msingi. Duniani hauwezi kufanya kila kitu. Duniani hauwezi kwenda kila mahali. Lakini lazima viwepo vipaumbele ambavyo unatakiwa kuvifanya. Kwenye Mithali 4:25 anasema, macho yako yatazame mbele na kope zako ziangalie mbele yako sawa. Sasa huwezi kuwa mtu ambaye unatazama mbele kama hauna malengo. Utatazama nini? Matokeo yake utakuwa bendera inafata nini? Pepo. Kulia upo, kushoto huko, mbele unataka na nyuma pia unapataka. Lakini mtu ambaye anapanga malengo ni mtu ambaye anakuwa na nafasi nzuri ya kufanya yale mambo ya msingi, kwamba mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 3 I have to do this. Nitafanya 1, 2, 3, na atafocus kwenye kufanya yale mambo ambayo anastahili kuyafanya kwa mwezi husika, ili utakapofika mwezi mwingine aweze kupanga kitu kingine ambao ni tofauti na mtu ambaye asiyekuwa na malengo. Kwa hiyo ndugu zangu ambao mnapata nafasi ya kunisikiliza leo, hizo ni moja ya faida ambazo wewe una uwezo wa kuzipata unapokuwa ni mtu ambaye unaishi katika malengo. Ni mtu ambaye umeamua kuamsha nguvu yako ya ya malengo. Sasa katika malengo, kitu kinachofuata ambacho natamani kuwafundisha leo ni vikwazo vya mafanikio katika malengo. Goals obstacles. Viko vitu ambavyo vinasababisha watu wengi sana washindwe kutimiza malengo yao, na mimi leo nitakufundisha hizi vitu hapa. Viko vitu vinafanya watu wengi waishi bila kutimiza yale malengo yao, na vile vitu ambavyo vinafanya watu wengi wasitimize malengo yao vimefanya watu wengi wabaki kuwa na maisha ya kawaida, by the time hawakustahili kuwa na maisha ya kawaida. Kitu cha kwanza ambacho kinafanya watu wengi wasitimize malengo yao ni hofu. Hicho ndo kitu cha kwanza kabisa ambacho kinafanya watu wengi wasitimize malengo yao. Nataka nikwambie kitu, uko hivyo ulivyo kwa sababu ya hofu zako. Uko hapo ulipo inawezekana kwa sababu ya hofu zilizoko ndani yako. Kuna vitu umeshindwa kuthubutu, kuna vitu umeshindwa kuanza, kuna kitu umeshindwa kukiendea kwa sababu unaogopa watakuonaje, ukifeli itakuwaje, watakuchukuliaje. Mwaka 2026 tumesema ni mwaka namba 1. Kama kuna kitu chochote ulikiacha kukianza,
kwa sababu ulikuwa unahofia watakuonaje, watakuchukuliaje. Ukirudi nyumbani leo, nenda kakianze. Binadamu, kila mtu yuko busy na maisha yake. Siku moja nilikuwa nawaza, nikasema hivi, sisi kwenye Uislamu tunaambiwa kwamba siku ya mwisho, siku ya Kiyama, ni siku ambayo hakuna mtu atakaye mtambua mwingine. Yaani baba hawezi kumtambua mtoto, wala mtoto hawezi kumtambua mama, si ndivyo? Tunakubaliana hivyo wote. Sasa mtu akiambiwa hichi kitu anaweza akaona ni ameambiwa kwa in terms ya hofu, kwamba itafika siku, yani ina maana hatutafahamiana. Sasa ndugu zanguni, hebu tuchukulie tu mfano wa kawaida. Watu wote 5,000,000 tulioko Dar es Salaam tukakutane pale uwanja wa Taifa, kuna mtu atamtambua mwenzake? Hello? Kila mtu atakuwa na heka zake. Kwa sio kitu cha hofu, ni kitu tu cha kawaida. Yani regardless, dunia yote tukutane sehemu moja, kila mtu atahangaika na mambo yake, hakuna mtu atakayehangaika na mambo ya mwenzake. Nataka kukwambia nini? Kwenye ulimwengu hauna sababu ya kuhofia nani atanionaje, kwa sababu huyo mtu na yeye ana mambo yake anamweka busy. Kwa hiyo hofu ni kitu cha kwanza ambacho kinafanya watu wengi sana wasitimize malengo yao. So kama unataka kwenda kutimiza malengo yako, ni lazima utengeneze ulimwengu usiokuwa na hofu ndani yake. Kitu cha pili ambacho ni kikwazo cha watu wengi kutimiza malengo yao ni kutokujiamini, kuona kwamba hauwezi, kuona kwamba goals ni kwa ajili ya watu wengine, mambo makubwa ni kwa ajili ya watu wengine. So kufika mahali kutokujiamini, whether kwa umri, whether kwa historia ya familia, whether kwa elimu ambayo uko nayo, ni moja ya vitu ambavyo vimefanya watu wengi sana wasiweze kutimiza yale malengo yao na wasiweze kufikia hatima kubwa za maisha yao. Lakini kitu cha tatu ambacho ni kikwazo ni kuto kutenda uliyoyapanga. Biblia inasema imani bila matendo imekufa. Kusema alafu kuto kutenda ulichosema kutakufanya usifikie unakotaka kufika. Watu wengi hawafiki wanapotaka kufika kwa sababu hawatendi waliosema watatenda. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho ni kikwazo cha watu wengi sana kushindwa kuweza kufikia malengo yao ni kutokuwa na uwezo wa kutenda yale waliopanga. Lakini sababu nyingine ambayo ni kikwazo ni kuahirisha mambo. Unataka kufanya jambo, unasema nitaanza mwakani. Unataka kufanya kitu, unasema nitaanza tena mwakani. Nataka nikwambie leo, ulimwengu wa roho haujui jana wala kesho, unajua leo. Chochote unachotaka kukifanya kwenye maisha yako, chochote unachotaka anza kukifanya kwenye maisha yako, kianze leo. Kianze lini? Kianze lini? Leo. Kianze leo. Yaani leo, kama kuna biashara ulisema nitaianza mwaka huu, na hiyo biashara inapatikana Kariakoo, ukitoka hapa leo usipande gari ya kurudi nyumbani, panda gari ya kwenda Kariakoo. Nenda tu ukasurvey, ukajua inapouzwa, ukajua quotation zao za namna ambavyo wanavyouza, utakuwa tayari umeianza ile safari ambayo ulitaraji kuweza kuianza, na mwisho wa siku mafanikio yanatokea kwa watu wanaoanza. Watu wengi wanaoahirisha mambo ni watu ambao huwa hawafikii zile hatima kubwa za maisha yao ambazo waliplani kuzifikia. Lakini kitu kingine ambacho ni kikwazo ni kufanya mambo nje ya malengo yako. Kufanya mambo nje ya malengo yako. By the time ambapo utafanya mambo nje ya yale malengo uliyokuwa umejiwekea, that's the right time ambayo itakuwa inakuonesha wewe kwamba hakuna siku utatimiza malengo, na mwisho wa siku wanasema makaburi yamejaa matajiri, kwa sababu yamejaa watu ambao duniani walikuja kufanya mambo ambayo hayakuwa sehemu ya malengo yao. Lakini kikwazo kingine ni kikwazo cha kutokuwa tayari kulipa gharama za mafanikio yao. Nataka nikwambie kitu. Inawezekana kikawa ni mara yako ya kwanza kukisikia, au kikawa ulishakisikia ukakipuuzia. Duniani, ili uweze kutimiza malengo yako, lazima uwe tayari kulipa gharama.
ukikwepa kulipa gharama, umekwepa kufikia hatima kubwa ya maisha yako. Gharama za mafanikio yetu ni 3. Moja ni jitihada. Ni lazima uwe tayari kuwekeza jitihada ya dhati kwenye kitu chochote unachokifanya. Hakuna kitu utakachokitimiza kwa lele mama. Lakini gharama ya pili ni muda. You need to invest your time kwenye kitu chochote ambacho unataka kukifanya. Ni lazima uwe tayari kuwekeza muda wako kwenye kitu unachokifanya ili uweze kukitimiza. Kama hautakuwa tayari kuwekeza muda wako kwenye kitu unachokifanya, ndugu yangu, hautafika mahali ukafanya kile kitu ulichokuwa unataka kukifanya. Lakini gharama ya 3 ni pesa. Dunia inahitaji uweke pesa kwenye kutimiza malengo yako. Si kila session utapata bure, zingine ni za kulipia. Si kila ushauri utaupata bure, sehemu nyingine lazima ulipie. Sasa ukiwa mtu ambaye hauko tayari kulipa gharama kwenye malengo yako, mwisho wa siku utakuwa mtu ambaye hautimizi malengo, kwa sababu you are not ready to pay the price. Wanangu, niwaambie, kama mnataka kufanikiwa, ni lazima uambie moyo wako kwamba kwa gharama yoyote niko tayari kulitimiza ili ambalo nimepanga kulitimiza. Haijalishi nitalipa gharama kiasi gani, haijalishi litanigharimu kwa namna gani, lakini niko tayari kulipa gharama yoyote ili niweze kulitimiza. Ukiondoa gharama kwenye malengo, utajikuta unapambana sana kwenye haya maisha, na mwisho wa siku hautoki, kwa sababu unataka kupata lakini hauko tayari kuwekeza kwenye kile unachotaka kupata. Hello? Sikuna mtu ananielewa? Kikwazo kingine ambacho ni kikwazo cha kutimiza malengo ni kujilinganisha na watu wengine. Kujilinganisha na watu wengine. Rafiki yangu, ulizaliwa original, usife photocopy. Maisha mengi ya watu wengi sio maisha original, ni maisha ya photocopy. Moja ya vitu ambavyo vinaua ulimwengu wa roho, moja ya vitu ambavyo vinazima nguvu ya ulimwengu wa roho ni kujilinganisha na mtu mwingine. Duniani hapa ulikuja peke yako, hauna sababu ya kujilinganisha na mtu. Hata mzaliwe mapacha, hamwezi kutoka kwa pamoja. Ataanza wa kwanza ndo atafata wa pili, kwa maana ya kwamba kila mtu duniani ameletwa, anako kitu chake cha kufanya, anao uwezo wake wa kufanya vitu. Sasa watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao kwa sababu wanaishi maisha ya kumwangalia mtu mwingine na kujilinganisha na watu wengine. Nataka utengeneze slogan ya maisha kwamba hapa duniani haujaja kujilinganisha na mtu yoyote, kwa sababu dunia ilivyo, ukijilinganisha na mtu aliyefanikiwa sana, utaona kwamba yeye ndo anastahili kufanikiwa na wewe unastahili kuwa chini. Hautafanya kitu. Ukijilinganisha na mtu wa chini sana, matokeo yake unaenda kwenye comfort zone, kwamba sisi tuko sawa. Wanasema Waswahili, msiba wa wengi ni nini? Kwamba msiba wa wengi ni harusi. Kwa unaona huyu yuko chini na huyu yuko chini na huyu yuko chini. Unaona mbona kama vile ndo ka life hivi kapo, mbona fresh tu. Hello? Unaona mbona poa tu. Huyu namna yeye mwenzangu kapinda usembe, na huyu sogea tukae. Hivyo. Kwa nini unaishi maisha ya comparison, kujilinganisha na watu wengine? Kwa ili uweze kufanikiwa, ni lazima usiwe mtu wa kujilinganisha na watu wengine. Kuwa mtu wa kujilinganisha na jana yako. Jilinganishe na jana yako, usijilinganishe na mtu yoyote, atakupotezea direction. Lakini kikwazo kingine cha malengo ni kutaka kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Ni kweli tuna vitu vingi tunataka kuvitimiza. Ni kweli tuna mambo mengi tunataka kuyatimiza. Lakini my dear brothers and sisters, ukiishi maisha ya kutaka kutimiza vitu vyote kwa wakati mmoja, utapata maisha ya kuto kutimiza kitu chochote kwenye haya maisha. Waswahili wanasema mshika mbili, moja inafanyaje? Mponyoka.
Kikwazo kingine ni kukosa mwendelezo, na kikwazo cha mwisho ni vifungo vya ndani, vifungo vya kiroho. Ndani mwako kuna vizuizi vingi vimewekwa, ndani mwako kuna vizuizi vingi vimekaa. Kuna watu 2500 umewachukia, wako kwenye moyo wako. Unapata wapi nguvu ya kwenda kupambana na maisha? Kila anayepita mbele yako unamchukia. Una watu 60 wote walisha kukwaza na wote unawachukia wote. Yani huyo usinitajie kabisa, hilo jina usinitajie kabisa. Ni muda gani utaconcentrate na malengo wakati muda wote umeconcentrate na chuki za watu, chuki za maendeleo ya watu wengine? Ni muda gani? So ndani yako kuna blockage nyingi sana zimefungwa kwa ajili ya chuki, roho mbaya zimefungwa. Kwa hiyo ndani mwako hakuna kinachoendelea kwa sababu ndani kwako kuna vifungo. Kwa hivyo ni moja ya vikwazo ambavyo vinafanya watu wengi sana washindwe kutimiza malengo yao. Na wewe unaweza ukajifanyia utafiti wa kujua ni kipi kati ya vitu hivyo vimekufanya usifike mahali ambapo unastahili kufika. Kwa hiyo nimewaeleza kwa habari ya vikwazo, ili mwisho wa siku nataka kwenye hii safari utakayoianza uwe unajua kabisa kwamba nimeshindwa kufikia hili hapa kwa sababu nilikuwa na hofu, niliogopa kuanza, niliogopa kwenda mbele zaidi. Nimeshindwa kufikia hili kwa sababu kuna kitu sikukifanya, niliahirisha, ndio maana sikufika hapa nilipo. Sasa sehemu nyingine ya malengo ambayo tunapaswa kujifunza ni aina za malengo. The power of goals, au nguvu ya malengo, imegawanyika katika maeneo makubwa matatu au katika aina tatu. Sehemu ya kwanza ya malengo ni malengo ya muda mrefu. Sehemu ya pili ya malengo ni malengo ya muda mfupi, na sehemu ya tatu ya malengo ni malengo ya muda wa kati. Sasa leo hatutatumia nguvu nyingi sana kwenda kwenye malengo ya muda mrefu, wakati tutaangalia sana malengo ya miezi 12 ambayo ni malengo ya muda mfupi. Ndugu zangu, kila mwanadamu ni lazima awe na malengo ya muda mrefu, malengo ya muda wa kati na malengo ya muda mfupi. Malengo ya muda mrefu ni yale mambo ambayo yanaanzia miaka 5, miaka 10, miaka 15, miaka 20. What's your desire for 10 years to come? Unatamani kufanya nini miaka 10 ijayo? Unatamani kuwa nani miaka 10 ijayo? Hiyo power ya huyo mtu anayekuja miaka 10 inayokuja ndiyo power itakao kufanya uishi vizuri hapa duniani. Niliwahi kuambia siku moja, Mungu kuna muda huwa anawachukua watu wake. Anawachukua watu wake kwa ajili ya kazi ya sehemu mbili tu. Sehemu ya kwanza, wale watu wameshatimiza walichotumwa kuja kukifanya duniani. Yaani ukifanya ukatimiza ambacho ulistahili kukifanya, Mungu anakuchukua hata kama ulikuwa unataka kuendelea kuishi, kwa sababu kazi aliyokutuma umeshaitimiza. Kuna watu wengine Mungu anawachukua kwa sababu anawaona waliletwa kufanya kazi fulani na hawafanyi na wanazurula duniani. Anaona huyu anamaliza tu oksijeni ya watu, ngoja tumpumzishe kwa amani. Sasa you have choice on yourself, kwamba ufike mahali Mungu akuchukue kwa sababu umetimiza, au akuchukue kwa sababu anaona unazurula tu. Kitambaa cheupe upo, sijui huku tena upo, sijui huku tena upo, huku kwenda upo, kwenda nini upo. Yaani wewe upo tu popote, wanakuita pote pema. Kwa hiyo yako malengo ya muda mrefu ambayo ni mambo miaka 5, miaka 10 na kuendelea. Lakini yako malengo ya muda wa kati ambayo yanachukua miaka 2 hadi miaka 3. You need to have it. Lakini yako malengo ya muda mfupi ambayo yanachukua miezi 12, mwezi mmoja mpaka miezi 12. You need to have something ambacho unataka kukitimiza ndani ya mwezi mmoja mpaka miezi 12. Ukiwa na kitu unakitimiza ndani ya miezi 12, ile power, ile nguvu ya kile kitu itaendelea kuishi ndani yako mpaka kile kitu utakapokuwa umekitimiza. Ile nguvu ndio itakuwa sasa imetoka ndani yako. Kwa hizo ni aina za malengo ambazo unakuwa nazo ndani yako.
Sasa kwenye malengo yako maeneo ambayo unastahili kuyapangia malengo. Nguvu ya malengo lazima isambae katika maeneo ambayo nitakayokuelekeza hapa leo, kwenda kuhakikisha kwamba inaishi kwenye hayo maeneo. Ni lazima uisambaze huko, ni lazima ifike huko, ni lazima iishi huko. Kwa hiyo yako maeneo ambayo kama mwanadamu ni lazima ukubali kuwa unayapangia malengo, na mimi nitakufundisha hayo maeneo ambayo lazima uyapangie malengo. Eneo la kwanza ambalo unapaswa kulipangia malengo ni eneo la biashara au kazi. Kazi ni kwa habari ya wafanyakazi na biashara ni kwa ajili ya wafanyabiashara. Kwenye biashara yako lazima kuwe na mpango kazi, lazima uwe na malengo kwenye biashara. Ndugu zangu, watu wote unaowaona wana mabiashara makubwa, watu wote unaowaona wana makampuni makubwa, hayajatokea kwa bahati mbaya, hayajatokea usiku, kwamba wamelala usiku, asubuhi wakaamka na zile biashara. Kila mtu alipanga kwamba mwaka huu nataka biashara yangu ifike hapa, iwe ina mtaji wa kiasi fulani, nataka biashara yangu iwe inahudumia watu fulani, nataka biashara yangu ifike mikoa fulani, nataka biashara yangu ifikie watu fulani. Ni lazima uwe na mpango kuhusu biashara yako. Mungu anatamani kuona mpango katika biashara yako. Anatamani kuona umepanga kitu kwenye biashara yako. Kama ni mfanyakazi, Mungu anatamani kuona kuna kitu unapanga kuhusu eneo lako la kazi. Unataka kuwa mfanyakazi wa design gani? Kuna mfanyakazi akiondoka kazini watu hawajui yupo au hayupo. Na kuna mfanyakazi akiondoka kazini kila mtu ataanza kujiuliza kwamba kuna fulani hayupo kazini kwa sababu vitu havifanyiki, vitu haviendi, vitu havionekani. Hello? Kwa hiyo lazima uwe na mpango kwa habari ya biashara yako. Sitamani sana kuwaona mkiwa watu ambao biashara zenu zinatokea accidentally, zinakuwa accidentally. Panga, mwaka huu unataka kusimama na biashara gani? Mwaka huu unataka ukuze eneo gani? Mwisho wa siku tunakukuta Januari unauza viatu vya shule na mabegi, Februari unauza maua ya Valentine Day, ikifika Machi unauza mawigi ya wanawake kwa sababu ni mwezi wa wanawake, ikifika Aprili unaangalia kuna tukio gani tena, umeshahamia kwenye biashara nyingine. Ikifika mwezi wa Ramadhani unauza iftari. What's your plan mama? What's your plan baba? You need to have a business plan, kwamba mwaka huu ninamwambia Mungu nasimama na visheti mpaka wakiitwa wauza visheti 10 na jina langu liliwemo. Kama umeamua kusimama na nguo, uza nguo mpaka wakianza kutafuta wauza nguo jina lako linatajwa kwenye wauza nguo. Si vizuri sana kuwa mtu ambaye leo uko na hiki, kesho uko na hiki, na kesho ukuto uko na hiki. Maana yake you are the person ambaye hauna plani ya biashara yako. Lakini leo ikitokea Mungu kakuita usiku, kakwambia niambie biashara yako uliplani iwe na wateja wangapi ikifika Disemba, hilo jibu unawezekana hauna. You need to have a plan. Unataka biashara yako iwe na wateja wangapi mwaka huu? The moment unapoanza kusema, kuandika au kuwaza kwamba mwaka huu nataka biashara yangu iwe na wateja 2000, ile energy ya watu 2000 inaanza kusambaa kwenye dunia kwenda kukutafutia watu 2000. Ulimwengu wa roho unaanza kujengeka katika biashara yako
kwamba hii biashara mwaka huu inatakiwa kuingia watu 2000. Kwa ile nguvu ya kutafuta watu 2000 inaanza kwenda, kwa sababu Mungu ameshasema yeye ndo anayekupa nguvu za kupata utajiri, na wewe umeweka watu 200 ndio utakao wahudumia. Maana yake Mungu atakujaza nguvu za kwenda kuhakikisha kwamba wale watu 200 wanapatikana. Kuna wakati Mungu anashindwa kuweka nguvu za wateja ndani yako kwa sababu haoni plani yoyote uliyoipanga mwaka huu kuhusu wateja. Kuna wakati Mungu anashindwa kuachilia energy ya pesa ije ndani yako kwa sababu haoni mpango wowote wa mtaji unaotaka kuingiza kwenye biashara yako. Hello? Si mnanielewa? You need to have a plan about your business. Kwamba hii biashara yangu miezi 12 inayokuja nataka iwe imefika wapi? Nataka iwe imefika mikoa mingapi? Nataka iwe imehudumia watu wangapi? Kama hauna kitu cha kufanya, hebu plani kufanya kitu. Dhamiria kabisa kwamba mwaka huu nataka kuanzisha biashara. Nitaanza na biashara yoyote na mwisho wa siku nitafika ninapostahili kufika. Kwa sehemu ya kwanza ya malengo ni malengo ya biashara. Anza na malengo ya biashara au kazi ulionayo. Hilo ndio eneo la kwanza kabisa. Eneo la pili la kupangia malengo, hakikisha hauwi mtu ambaye unakula sana. Kula, ukianza kusikia unashiba, acha. Na ikiwezekana, wewe hauwezekani uwe binadamu ambaye unakula miezi 11. At least siku moja au siku 2 kwa wiki uwe unafunga. Hello? At least siku moja au siku 2 kwa wiki uwe unafanyaje? Ina maana gani? Unaacha ulimwengu wa roho ufanye kazi kwenye kukufungulia mambo yako. Kuna mambo mengine hayaendi kwenye maisha yako, au jarogwa, unakula sana. Utasumbua wachungaji bure, utasumbua mashehe bure. Punguza kiwango chakula. Binadamu anakula hata mara 5 kwa siku. Kama kuna mtu alituambia uongo, ni alituambia uongo kwamba tunatakiwa kula mara 3 kwa siku. Hello? Kama kuna mtu alituambia uongo, ni mtu aliyesema binadamu anatakiwa kula mara ngapi? Mwanadamu hatakiwi kula mara 3 kwa siku. Mwanadamu anatakiwa kula pale anaposikia njaa tu. Hello? Mwanadamu anatakiwa kula pale anaposikia nini? Hatakiwi kula mara 3. Kwa ikifika saa 8 hujasikia njaa, you not supposed kwenda kupika. Kwa formula hii ya kula mara 3 kwa siku tuliambiwa uongo ili tubaki watu wa kawaida. So lazima utengeneze health plan, kwa sababu usipotengeneza health plan utakuja kupata pesa zako zitaishia Ocean Road, Mloganzila, Muhimbili, TMJ ndo zitakapoishia. Na kwenye nini? Ni Qurani 7:31, Surat Al-Araf. Eneo la 4 la kupanga malengo ni mahusiano na familia. Lazima upange malengo kwa ajili ya mahusiano yako, lakini pia lazima upange malengo kwa ajili ya familia yako. Kwa hiyo lazima uwe na family plan, mpange kama familia mtafanya nini, mtafika wapi, itakusaidia. Eneo la 5 ni eneo la malengo ya kiroho. Lazima upange malengo kwa habari ya kiroho. Unataka kufanya nini kwa ajili ya mambo ya kiroho kama sadaka na vitu vingine. Eneo la 6 ni kusaidia wengine. Lazima upange kusaidia watu wengine. Lazima upange kusaidia watu wengine. Wapenda wangu, nasemaga kila siku, hii dunia hakuna ambacho hauna cha kusaidia watu. Kila mtu anacho kitu cha kusaidia mtu. So ni lazima upange kusaidia watu wengine, kwa sababu hatufanikiwi kwa sababu tuna bidii sana. Tunafanikiwa kwa sababu bidii zinaunganishwa na baraka.
Kukiwa hakuna baraka kwenye kazi zako, maana yake utakuwa mtu ambaye unapambana sana lakini hakuna kinachotokea. So jitahidi kwenye maisha yako, msaidie mtu hata mmoja. Panga idadi ya watu utakaosaidia kwa namna yoyote ile. Panga namna unavyoweza kusaidia watu. Tukiwa ni watu wa kusaidiana, mwisho wa siku tutajikuta wote tunafanikiwa. Nawaambiaga watu, dunia tulio nayo ni dunia ya kila mtu awashe mshumaa wa mtu mmoja. Kama kila mtu akiwasha mshumaa wa mtu mmoja, kitakachotokea ni mwanga utatokea mkubwa na mafanikio yatatokea, kwa sababu kila mmoja amemshika mkono mtu mwingine. Mwaka 2026 chagua mtu wa kumsaidia. Chagua mtu ambaye atasema asante Mungu kwa sababu ya fulani, nimefika hapa ni kwa sababu ya fulani. Mungu amekuleta duniani ili uwe chombo cha maisha mazuri ya watu wengine. Sasa badala ya wewe kuwa faraja kwa watu wengine, wewe unakuwa mwiba kwenye maisha ya watu wengine. So lazima ujifunze kuwa helper, uwasaidie watu wengine, gusa maisha ya watu wengine, saidia, support biashara za watu wengine. Hakikisha unapopata sehemu ya kumsupport mtu, support. Mimi muda mwingine kule mtaani nanunuaga vitu kwa watu, hata unanunua kile kitu hata uende kukitumia, lakini unanunua kwa sababu you need to support someone. So support watu, wasaidie watu wakati unavyoweza kusaidia. The more unavyosaidia watu, ndo baraka zako zinakuwepo, na wewe ndivyo unavyojenga nafasi ya kufanikiwa. Lakini jambo la mwisho au eneo la mwisho ambalo unatakiwa kupanga malengo ni kupanga malengo binafsi. Kupanga malengo binafsi. Malengo binafsi yanahusiana na wewe mwenyewe. Malengo binafsi yanahusiana na wewe mwenyewe. Lazima upange kuhusu wewe mwenyewe. Upange wewe mwenyewe. My dear brothers and sisters, lazima uwe na malengo yanayokuhusu wewe. Malengo yanayokuhusu wewe yanazungumzia kwa habari ya kuvaa, yanazungumzia kwa habari ya muonekano, yanazungumzia kwa habari ya jinsi ambavyo unataka watu wakuone au vile ambavyo unataka kuonekana, yanazungumzia kwa habari ya utakwenda kupumzika wapi, yanazungumzia kwa habari ya kuwa unalala sehemu ya aina gani, yanazungumzia kwa habari unataka kuwa na gari ya aina gani au nyumba ya aina gani. Goes about yourself. Lazima utakapofikiri kuhusu mambo mengine ufikiri kuhusu wewe. Kama haufikiri kuhusu wewe, utakuwepo duniani lakini haupo. Kuna watu wako duniani lakini hawapo kwa sababu hakuna wanachokipanga kuhusu wewe. Kila mtu, na ndio maana utakuta mtu anakwambia, yani nafanya haya kwa ajili tu ya watoto wangu. Utakufa vibaya wewe. Kuna muda utafanya kwa ajili ya watoto wako, kuna muda utafanya kwa ajili ya mke wako au mume wako, kuna muda utafanya kwa ajili ya wazazi wako, kuna muda inabidi ufanye kwa ajili yako wewe mwenyewe. And you need to have a plan about yourself. Kwamba mwaka huu nimepanga nitajinunulia zangu pochi zangu 3 nzuri. Mwaka huu nimejipangia nitanunua nguo zangu 3 nzuri. You need to have a plan on yourself. Kwa hiyo hizo ni sehemu au maeneo ambayo unastahili au unatakiwa kuyapangia malengo. Ukisha kuwa na hayo maeneo, nataka nikufundishe kazi ya kwenda kufanya. Kazi ya kwenda kufanya ni ya kwenda kuanza practice ya kupanga malengo. Ni rahisi sana, na ukiweza kwenda kuanza, utaishi ukiwa na energy kubwa sana, utatembea ukiwa na nguvu, utalala ukiwa na nguvu, kwa sababu umeshapanga malengo. Unapotaka kuanza kupanga malengo, tumia njia zifuatazo, zitakusaidia kufanikiwa kwenye maisha yako. Njia ya kwanza ni kuandika yale maeneo ambayo unapaswa kuyapangia malengo. Hiyo ni njia ya kwanza. The moment unapotaka kwenda kupanga malengo, chukua diary yako, andika yale maeneo yote ambayo unatakiwa kuyapangia malengo. Mahusiano na familia, afya na nguvu, biashara au kazi, uwekezaji na maeneo mengine ambayo
you suppose au unatamani kuweza kuyapangia malengo. Hicho ndio sehemu ya kwanza kama unataka kupanga malengo. Ukishaandika hayo maeneo, mpendwa wangu, the rest au eneo linalofuata ni eneo la vitu ambavyo kwenye kila eneo. Andika maji. Kuandika vitu vyote ambavyo unataka kwenye kila eneo. This is the next step. Kwa hiyo nataka kusema nini? Chukua eneo lako la kwanza. Labda lile eneo la kwanza ni fedha na uwekezaji. Ukishachukua lile eneo la kwanza kwenye fedha na uwekezaji, andika andika vitu unavyovitaka kuvitimiza kwa mwaka husika, kwamba mwaka huu unataka kutimiza nini kwenye hilo eneo la fedha na mahusiano. Unataka kufanya nini? Tamaa yako ni nini kwenye hilo eneo? Andika vitu vyote unavyotaka kutimiza. Ukimaliza, nenda kwenye eneo la pili. Eneo la pili linaweza likawa labda ni kusaidia watu wengine. Andika vitu vyote ambavyo unataka kuvifanya au aina ya watu unaotaka kusaidia kwa mwaka husika. Unataka kufanya nini kwenye hilo eneo kwa mwaka husika? Nini ambacho unataka kukifanya? Kwa hiyo andika vile vitu vyote ambavyo unavyotaka kuvifanya kwenye eneo husika. Mnanielewa? Tunaelewana? Kwa hiyo vile vitu vyote unavyovitaka. Sasa hivi vitu unavyovitaka visiwe ni vitu vya kufikirika, viwe ni vitu halisi, kwamba hiki ndo kwa mwaka huu, labda huu mwaka mmoja, hivi ndo vitu ninavyovitaka kwenye eneo la afya yangu. Nataka kupunguza kilo, nifikishe kilo 70. Nataka kukata kitambi. Nataka sijui kuwa nafanya mazoezi mara 3 kwa siku. Unataka nini kwenye hilo eneo? Kwenye biashara na kazi, unataka kuwa na wateja wangapi? Unataka biashara yako ifikie mtaji wa kiasi gani? Unataka kufanya biashara ya aina gani? Andika vile vitu unavyovitaka kwa mwaka husika. Angalizo, sio lazima viwepo vitu vingi. Inaweza ikawa ni kitu kimoja na ukakifanya na kikaweza kukusaidia kuweza kuhakikisha kwamba unafanikiwa. Jafari, Happy, niletee chaji kwenye pale kwenye nini? Si nazima. Eneo la tatu ni kuchagua mambo 10 muhimu. Una maeneo 7 ambao unatakiwa kupangia malengo 6 au 7. In case kwenye kila eneo umepata malengo mengi, umepata malengo zaidi ya moja kwenye kila eneo, umepata lengo zaidi ya moja, unaweza kwenye yale mengi, ukipata malengo 3 kwenye maeneo 7, utajikuta umepata malengo 21. Hauwezi kutimiza malengo yote 21. Unachotakiwa kukifanya ni kuchagua malengo 10. Kati ya yale 21 uliyoyapanga, ni malengo gani 10 muhimu ambayo unataka kuyatimiza, kwamba haya ndiyo uko tayari kuyatimiza. Chagua 10. Kwenye yale 10, chagua 3, kwamba haya 3 sio hiyo, ni ile kwenye yale malengo 10 uliyopanga, nichagulie mambo 3. Usiende na mambo yote 10. Kwa nini napunguza? Kumbuka nawafundisha kuhusu nguvu ya malengo. Nguvu ukiitawanya sana, huwa nguvu inapungua. Kuna mtu ananielewa? Nguvu ukiitawanya sana, huwa inafanyeje? Inapungua. So ile nguvu ikipungua, automatic utashindwa kutimiza malengo yako, kwa sababu umeitawanya sana ile nguvu yako. Sasa mwaka 2026 sitaki utawanye nguvu yako, nataka uikusanye nguvu yako ili ikalete maajabu. Kwa chagua malengo 3 kutoka kwenye yale malengo 10 ambayo umeyapendekeza. Haya 3 unayoyachagua, make sure yakitimia yana uwezo wa kutimiza mambo mengine chini. Yakitimia yawe yana uwezo wa kutimiza mambo mengine, kwamba unajua kabisa kwamba nikifanya hili jambo likitimia linaweza likatimiza mambo mengine 10. Utakuwa umepata malengo yako 3. Ukishapata malengo yako 3, chagua lengo lako 1, linaitwa lengo mama au breakthrough. Kwenye yale yote chagua 1. Kulikuwa kuna haya yameondoka. Kuna extension ilikuwa hapo juzi hapo, mchomeke ije hapa.
Ando hii hapa, kumbe imetumika hapa. Kaita extension ya Amina pana. Chagua lengo moja. Wapendwa wangu, leo nataka mnielewe vizuri, kwa sababu nataka mkitoka hapa mwende mkafanikiwe. Unapotaka kutengeneza nguvu ya malengo, ni lazima uizuie ile nguvu yako kutawanyika. Na kuzuia nguvu kutawanyika, ni lazima utafute kitu kimoja ndicho ambacho ukiwekea ile nguvu yako. Usipotafuta kitu kimoja, ukiwa na vitu vingi, maana yake nguvu yako itatawanyika. Kwenye ulimwengu wa roho tunasema akili haiwezi kukupa vitu viwili kwa wakati mmoja. Waswahili wanasema mshika mbili, moja huwa inafanyaje? Kwa hiyo tunatakiwa kushika ngapi? Tunatakiwa kushika ngapi? Moja. Mwaka 2026 nataka ukatafute lengo moja ambalo lile lengo ukitimiza utakuwa na furaha katika moyo wako, lakini utakuwa ni mtu ambaye hakika utasema asante Mungu kwa ajili ya mwaka 2026. Sasa ni lazima katika yale malengo mengi ulio nayo, katika yale malengo, tumia hapa napa pata nani hii hapo, sawa. Tafuta lengo moja kati ya malengo mengi ulio nayo. Nataka ukatafute lengo moja, kwamba hili lengo moja niko tayari kulipigania usiku na mchana kwa hali yoyote ile, ili ile lengo niweze kulitimiza. Sasa kumbuka na kufundisha kwa habari ya nguvu. Hebu mtu mmoja anisaidie kuniletea karatasi nyeupe 2. Nataka tusome hapa kwa mifano ili mnielewe what I mean. Lazima uwe na kitu kimoja, uwe na breakthrough goal. Yaani ili lengo, unakuwa na lengo ambalo unasema hivi kwamba likitokea hili lengo limetimia, mimi nimetoka. Halo? Sasa nataka tufanye hapa mfano mmoja. Naomba wakaka wawili waje hapa. Naomba wakaka wawili. Sasa kama hawainuki nitakuwa na mashaka hapa, na wakaka au sina. Wakaka wawili waje hapa. Njoo brother, ndio na wewe mwenye shati nyeupe hapa, njoo. Ndio mtakujaga mkose hela hivi hivi. Naitwa Mji. Haya, wewe kazi yako moja ni kuishika hii karatasi hivi. Sawa Na wewe utaishika hii karatasi. Hakikisha unaishika kwa nguvu zako zote. Na wewe kazi yako ya kwanza, unaona hivi mikono yangu, ni kuipeleka hapa na uhakikishe unaisukuma hii karatasi. Ukisha igusisha hapa mpaka hii karatasi inachanika. Umenielewa? Shika nikupe mfano. Shika vizuri ukaze. Umeona hapa? Paka hii karatasi ifanyeje? Ichanike. Haya. Kaa vizuri she. Wewe kazi yako ni kuhakikisha hii karatasi inachanika kwa kutumia mkono kama nilivyokuelekeza. Twende kazi. Haya, asante. Leta karatasi ya pili. Shika tena hii karatasi. Sasa hii karatasi unatakiwa uitoboe kwa kidole kimoja. Si umenielewa? Zoezi ni lile lile. Twende kazi. Tupe uzoefu. Ukitumia kutumia vidole vyote na kwa ngumu sana kuifanya kazi kuliko kutumia kidole kimoja. Kutumia kidole kimoja ni rahisi. Endeni mkakae. Mmenielewa? Ukiwa na malengo mengi unatumia nguvu sana kuyatimiza. Na mwisho wa siku utahama kanisa hili, utahamia kanisa hili, utatoka kwa shehe huyu, utaingia kwa shehe huyu. Sasa mimi napambana, mambo hayaendi, napambana vitu havitokei, na yani nilisha utaoga dawa zote, utaoga utamaliza. Hakuna kitakacho tokea. Kwa nini? Unataka kwenda na mambo mengi kwa wakati. Lakini ukienda na jambo moja, maana yake inakuwa ni rahisi kuweza kufanyaje? Kutimiza. Watu wengi hawafanikiwi kwa sababu wanataka kwenda na mambo mengi.
My dear brothers and sisters, nataka ili leo wewe ukitoka hapa upone. Nenda chagua moja ambalo unasema niko tayari ili jambo litimie. Likitimia hili, mimi am done. Mambo yakawa yaendi, mwisho wa siku lidakiwa nichague kitu hichi, whether nibaki kazini au niache kazi nije kuhakikisha na focus na vikoba. Niliacha kazi, si kufanya kazi ni kubaya. Niliacha kazi kwa sababu hatima yangu ni kubwa kuliko kwenda na vitu viwili. Ni bora ni focus na kitu kimoja. Nawaambiaga kila siku, pension anayolipa mwalimu akifanya kazi kwa miaka 30, mimi nilishaingiza kwa kufanya hii kazi kwa miaka 6. So sometimes hauhitaji kuwa na vitu vingi kufanya kwenye maisha ili uwe champion. Sometimes unahitaji kuchagua lengo moja ulitimize, ili ile nguvu isipotee, ile nguvu iishi na wewe, na ile nguvu itakavyoishi na wewe ndio jinsi ambavyo utakavyoweza kufanikiwa, na mwisho wa siku watu watajivunia wewe kwa sababu umefocus na kitu kimoja na nguvu yako haijapotea. Ndio maana unakuta watu wengi wamechoka sana. Yaani ukiwa mtu wa kwenda na mambo mengi utakufa umechoka. Yaani Israeli mwenyewe anakutoa roho huko anasikitika. Hello? So, choose one goals, remain na hiyo goal moja, simamia mpaka uhakikishe hiyo lengo imetimia. Njia ya 6 ni kuhakikisha kwamba umepangia mpango kazi. Kwenye lile lengo moja ambalo unakuwa umelipanga, ni lazima utengeneze mpango kazi au wanasema action plan. Nguvu haiwezi kufanya kazi ndani yako kama haijatengenezewa mpango kazi. Ukienda hospitalini unaumwa, ukipewa pale hospitalini watakupa dawa. Wakisha kupa dawa wanakwambia hii utameza kutwa mara. Hello? Maana yake kukupa dawa ni kitu cha kwanza, lakini utekelezaji ni lazima ufanye kutwa mara 3. Even to your goals, mipango isiyo huenda kwenye utekelezaji, ile mipango inakuwa imekufa. You must have action plan. Kwamba nimepanga nitapata wateja 200, ni lazima uandike kwamba nitawapataje wateja 200, nitatumia njia gani kuweza kupata wale wateja 200. Juhudi na maombi yanayoendana na mipango yanakuwa ni mafanikio yanatokea mbele. Na mwisho, anza utekelezaji. Every goals lazima iende kwenye utekelezaji. Malengo, imani isiyokuwa na matendo, hiyo imani imekufa, na mwisho wa siku hautaiona hiyo nguvu katika maisha yako na utabaki kuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo hayo hiyo ni mipango ambayo sasa utatakiwa kuifanya ili kuanza kuijenga nguvu ya malengo ndani yako ili iweze kufanya kazi. Ukirudi leo nyumbani, kaa chini, anza kutengeneza hiyo ramani. Hii ramani inatengenezwa na wewe mwenyewe. Hakuna mtu mwingine atakayetengeneza isipokuwa ni wewe mwenyewe. Even though tutafanya practice kidogo, na baada ya practice tutaona ni kwa namna gani tunaweza tukafanya. Sasa mwisho, kitu cha mwisho ambacho nataka kuwafundisha mbinu zitakazowasaidia kuweza kutimiza malengo yenu. Mbinu za kutimiza malengo ndio kitu ambacho nataka niwafundishe. Unawezaje kutimiza malengo yako? Sawa Basanga, mimi na malengo, lakini how can I achieve it? Kwa sababu unaweza ukawa na malengo lakini yale malengo usiyatimize. Na kila mwaka ukasema nilipanga mwaka jana hiki, nilipanga mwaka jana kile, nilipanga mwaka jana hiki, nilipanga mwaka juzi kile. Una malengo lakini hauna plan za kutimiza yale malengo. Mimi sitaki kukuacha kwa sababu nakupenda. Nataka nikupe na mbinu unazoweza kuzitumia kuhakikisha kwamba malengo yako yanatimia. Mbinu ya kwanza ni selection ya lengo moja, ni kuchagua lengo moja. Chagua lengo moja unalolitaka. Nimeshazungumza sana hapo kwenye kuchagua na nimekupa mfano. Chagua lengo moja. Kitu cha pili,
Njia ya pili ambayo inaweza kusaidia katika kutimiza malengo ni kuandika malengo yako. Kuandika malengo yako. Sasa kwenye yale malengo 10 ambayo uliyoyachagua, unaweza ukawa unayaandika yale malengo. Kwenye kuandika na kushauri tumia spiral. Hii ni njia ya kutumia spiral. Spiral ni hizi notebook. Shorthand notebook. Chukua mambo 10 unaotaka kuyatimiza mwaka 2026. Yale mambo 10 unaotaka kuyatimiza mwaka 2026, yaandike hapa. Andika mambo 10 ninayotaka kuyatimiza 2026. Yaandike hapa. Ukisha yaandika hapa kwenye hii karatasi yako, kila siku asubuhi unafunua ukurasa wa 2, unayaandika tena. Kesho tena asubuhi unayaandika tena. Kesho kutwa tena asubuhi unayaandika tena. Kesho kutwa tena asubuhi Halo? Kazi yako inakuwa ni kufanyaje? Kila unavyoandika yale malengo kwenye hii karatasi, ndivyo ambavyo unavyoyaandika yale malengo kwenye ulimwengu wa roho. Nataka nikupe siri. Chochote kinachoandikwa katika ulimwengu wa roho huwa kinatokea katika ulimwengu wa nyama. Halo? Chochote kinachoandikwa katika ulimwengu wa roho huwa kinatokea katika ulimwengu wa nini? Wa nyama. So the moment unapoandika katika karatasi yako, ndio the moment unavyoandika katika ulimwengu wa roho. Maana yake ile power ya kutimiza yale malengo inaanza kutengenezwa katika ulimwengu wa roho. Na siku zote maji huwa hayawezi kuzuiliwa na kitu chochote, ni lazima yafike yanapostahili kufika. The same kitu chochote kilichoandikwa katika ulimwengu wa roho, kwa njia yoyote kinatokea. Qur'ani nasema, na hapa kwa kalamu na kwa hayo watakayoandika kupitia kalamu hiyo. Unafeli kwa sababu we ni mvivu wa kuandika. Hello? Lakini ukitaka kufanikiwa kwenye hii dunia, make sure unaandika. Sasa hii siri ni siri inayoweza kukupa nafasi ya kutimiza malengo yako. Unaandika, unatakiwa uandike ili kujua kwamba yale malengo yako yameshaandikwa katika ulimwengu wa roho. Ukitaka kujua kwamba haya malengo yangu sasa yameshaandikwa katika ulimwengu wa roho, dalili ya kwanza itakayotokea, utakuwa una uwezo wa kuyaandika yale malengo bila kuangalia nyuma. Kuna mtu ananielewa? Siku ya kwanza utakapoandika utaangalizia. Siku ya pili ukitaka tena kuyaandika huku, lazima utakuwa unaangalia. Ikifika mahali yale malengo unaweza kuyaandika bila kuangalia huku nyuma, jipige makofi kifuani, sema malengo yangu yameshaandikwa katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Ukifika tu mahali unaweza kuyaandika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Done. Hayo malengo yalishaandikwa katika ulimwengu wa roho. Utake usitake yanaenda kutimia. Kwa hiyo andika malengo yako, kuwa unaandika, andika. Na utakapoandika, angalizo. Kitu cha kwanza, andika lugha ya kumiliki. Mnajua lugha ya kumiliki? Lugha ya kumiliki ni lugha, ukiwa umeshamiliki simu hapo, mtu unasemaje ukiwa na simu? Unasema nina? Unaweza kuwa na simu ukasema nitakuwa na simu. Utazoa na simu unasema nilikuwa na simu. Utasema nina. Nataka niwape siri ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho haujui kesho wala jana. Ulimwengu wa roho unajua leo. Ulimwengu wa roho haujui ukweli wala uongo. So chochote utakachokiandika kwa lugha ya mamlaka, kile kitu kinatokea. Kazi ya ulimwengu wa roho ni kukusaidia kutengeneza nguvu ya kile kitu kuja kwako, kutengeneza mkondo ambao ule mkondo utakuja kwako. Kwa unachotakiwa wewe kutengeneza ni kutengeneza mazingira, sema mazingira. Ni kutengeneza mazingira ya ile energy ije kwako. Kutengeneza mazingira ni kuandika lugha ya kumiliki. Nina nyumba ya vyumba vitatu. Nina nyumba ya vyumba vitatu.
nina nyumba ya vyumba 3, nina mtaji wa milioni 200, nina mtaji wa milioni 200, nina wateja 5,000, nina wateja 5,000, nina branch mikoa 5, nina branch Mwanza, nina branch. Andika sehemu yoyote. The more unavyoandika ndio the more unakiri, na the more unavyokiri katika ulimwengu wa roho ndivyo ambavyo unatengenezewa energy ya kile kitu kutokea. Kuna mtu anamwelewa mwalimu? So make sure unaweza kutumia hii njia ya kuwa unaandika kila siku, asubuhi au jioni ukitaka kulala. Asubuhi wakati unaandika, nimekwambia kwanza andika lugha ya kumiliki, lakini kitu cha pili, andika ukiwa haujaingia kwenye vurugu mechi zozote. Andika mapema. Ukiamka asubuhi, kama unasali, ukimaliza kusali andika. Wakati unaandika make sure haujaingia WhatsApp, haujaingia Facebook, wala hujapokea simu wala kusoma message. Ukiisha soma message ya deni la mkopo, utakachokiandika akiendi. Hello? Shamgo anguta message wewe unadaiwa. Yaani kila ukiandika hivi unasonya. Ndio mnitumie message saa 6 usiku. Tayari pale hauandiki tena katika ulimwengu wa roho, unaandika kwenye cover la hasira. Make sure hauja. Ndio maana mimi nasemaga hata sisi wa Tanzania, unakuta mtu amepata msiba usiku, mtu anakupigia simu saa 7 usiku. Sasa tumepata msiba, sasa saa 7 usiku unapiga simu, mimi nitatoka huku niende kamfufue mtu? Tunapeana tu taarifa za msiba saa 7 usiku, usubiri pakuche. Kwa hiyo make sure unatumia hiyo spiral way, itakusaidia kuweza kujenga nguvu. Lakini njia nyingine ni mbinu ya kumtanguliza Mungu kwa dua na maombi. Anza na Mwenyezi Mungu kwenye kila mpango wako. Ombeni nanyi mtapewa, imesema hivyo Luka 11:9. Mtangulize Mungu. Haionekani? Mtangulize Mungu kwenye mambo yako. Imeshaonekana? Mmoja asaidie kuchomoa pale, achomeke tena. Hapo tayari? Bado haionekani? Hajastuka? Sawa? Naonekana? Haya, mtangulize Mungu kwenye mambo yako. Sasa hapa nataka niongee taratibu, watu wa Mungu mnisikilize, kwa sababu linapokujaga kwenye swala la Mungu, watu wengi wanatembea sana na hofu za maisha yao. Kuna mwingine hapa anaweza asirudi kwenye semina ya wiki ya mwezi unaokuja. Sasa kwa nini uanze na jambo? Kwa nini haujaanza na Mungu? Sio kila eneo unaanza na Mungu. Halo? Sio kila eneo ni eneo la kuanza na, kwa sababu unaweza kuanza na Mungu alafu mkifika kule mnashindwa kuelewana. Sasa haya tumekutana, unasemaje? Halo? Haya, umenitaka Mungu, haya nimekuja. Unasemaje? Sema kwanza nitaka nije nikutane na wewe, alafu sasa ndo nitarudi siku ya pili, sasa nije tuzungumze vizuri. Sawa, watu wote hawa mimi kweli tena kesho nije nirudi na kuzungumza na wewe. So you need to have something, ili Mungu ukikutana naye akikuuliza una nini, unamwambia nina fimbo. Hello? So ukisha kuwa na jambo, umesha kuwa na lengo, sasa unaweza kutumia hii njia ya kumtanguliza Mungu kwa kufanya maombi na dua. Kwenye maombi unapoenda na dua, nataka nikuelekeze, nenda kaombe kile ulichoandika. Kwenye maombi kaombe ulichoandika, kwenye dua nenda kaombe dua kitu ulichoomba. Usiende na vitu 7 kwa wakati mmoja. Njia nyingine inayoweza kukusaidia kuweza kutimiza malengo yako ni njia ya kusoma malengo yako kwa sauti. Kutamka yale malengo yako unayotaka kuyatimiza. Kutamka. Leo nakufundisha kwa habari ya nguvu ya malengo, na nataka nikwambie goals is power. Malengo ni nguvu.
na ile nguvu ni lazima ijengwe ndani yako. Sasa iko nguvu ya kutamka. Sasa kwenye hii kusoma malengo yako kwa sauti, unaweza ukachagua yale malengo 10 au unaweza ukachagua lengo moja, lakini nakushauri chagua lengo moja. Ukichagua lengo moja na lenyewe the same, tamka kumiliki kile kitu kila siku asubuhi. Kama unataka kuingiza, lengo lako mwaka huu ni kuingiza milioni 20 kwa mwaka, kila ukiamka asubuhi jitamkie, nina milioni 20, nina milioni 20, nina milioni 20, nina milioni 20. Tamka hata dakika 3, dakika 2, dakika 5 ukiweza, asubuhi ukiamka na asubuhi na usiku unapotaka kwenda kulala. Waswahili wanasema ulimi unafanyaje? Unaumba. Sasa kama ulimi unaumba, kwa nini usijiumbie mambo mazuri? Kwa nini usijiumbie kutimiza malengo? Kwa hiyo ulimi unaumba, lakini unahitaji kuumba wewe mwenyewe kile kitu ambacho unachokitaka kitimie kwa kusoma. Njia ya ingine ni njia ya tahajjud. Tahajjud ni njia ya kufanya meditation. Hii ni kutafuta muda wa mapumziko, muda wa utulivu, na ukaanza kuona. Sasa mbinu ya tahajjud ni mbinu ya kuyaona yale malengo yako kama yameshatimia. Unaenda unarudi katika ulimwengu wako wa roho kila siku asubuhi au jioni, unatafuta sehemu ya utulivu, unakaa sehemu ya kutulia, unafumba macho yako, unaanza kuona lile lengo lako kama tayari limetimia. Unatakiwa ulione mpaka lile lengo. Ukiliona, ukisikia kucheka utacheka, ukisikia kufurahi utafurahi, ukisikia kutabasamu utatabasamu. Lile lengo lako unaliona kama halisi. Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake. Kwa hiyo ukijiona katika maisha ya kutimiza ndoto yako, basi itakuwa imetimia. Kwenye Qur'ani surati Ra'd inasema sibadilishi chochote mpaka mwanadamu abadilishe kilichoko nafsini mwake. So nafsini mwake ni kuumba zile taswira ya vile vitu unavyotaka kuvifanya. Mwanangu, ona jambo unalotaka kwenye maisha yako ndani yako kama limeshatokea, na the more utakapofanikiwa kuona kama limeshatokea, basi lile jambo litakuwa limetengenezwa katika ulimwengu wa roho, na mwisho wa siku litakutokea vyovyote vile iwavyo. Mbinu nyingine ni mbinu ya tunaita sheria ya mwendo kasi. Sheria ya mwendo kasi ni sheria ambayo ina 90-90-1. Chukua jambo moja ndani ya siku 90, tenga dakika 90 kwa kila siku kuhakikisha kwamba unafanyia kazi lengo moja. Kila siku dakika 90, siku 90, fanyia kazi lengo moja. Utajikuta unatimiza malengo yako na unafikia mbali ambako ulikostahili kufikia. Sheria ingine ni sheria ya Pareto ambayo ni ya 80/20. Hii inasema tenga 80% ya muda wako kwenye jambo moja, alafu tenga 20% kwenye mambo mengine. Kwenye hizi njia imechomoka tena. Tisini moja ni sheria ya unapanga. Kwa mfano, mimi nataka ni ndani ya miezi 3 nataka niwe na wateja 100. Miezi 3 si ndio siku 90. Kwa kila siku dakika 90 haufanyi kitu kingine chochote. Maana yake saa 1:30 haufanyi kitu kingine chochote. Unafanya kazi ya kwenda kutafuta wateja tu. Wekezea kwenye ile lengo moja. Alafu hizi 20% ndio unaweza ukazipeleka kwenye lengo lingine. Mmenielewa? Kwa mfano, nitolee mfano. Labda una lengo la kujenga, una lengo la biashara, kukuza biashara, na una lengo la kusafiri. 80% ya nguvu, akili, roho na pesa utapeleka kwenye biashara. 20% utapeleka kwenye kujenga na kusafiri. Simanielewa wote? Yeah. Kwa hiyo inaitwa Pareto principle. Haya, kwenye mambo matatu muhimu ya kuzingatia katika mbinu ya tahajjud ni kufikiri, kuhisi na kuona. Kufikiri, kuhisi na kuona. Kwa maana ya kwamba chochote utakachokifikiri kione kimeshatokea,
na ujihisi ile hisia ambayo uliokuwa nayo siku ambayo kile kitu kimetokea. The moment unavyohisi kile kitu kilivyotokea, hisia huwa zinaumba. Hisia ni vitu halisi. Watu wengi wameshawahi kutengeneza vitu vingi kwa kuhisi. Ndio maana Mungu alikataza hisia, sema alikataza sana dhana. Si mtakuwa mnanielewa? Kwa nini? Zile dhana huwa zinaumba. Ukimuhisi mtu tu vibaya, wewe ndio unamuumba anakuwa vile vibaya. Ukihisi vizuri inakuwa kitu kizuri. Hasa haisemi hii kwamba hautahisi. No, utahisi, lakini make sure kila unapohisi vibaya, hakikisha unatumia muda wa haraka kubadilisha zile hisia, kubadilisha zile frequency kwa hisia nzuri kabla kile kitu hakijaumbwa, kwa sababu hisia huwa zina tabia ya kuumba. Hello? Ukitaka kujua hisia zina tabia ya kuumba, panga lengo la kupata wateja 20. Alafu jihisi jinsi ambavyo ungejihisi siku ukipata wateja 20. Alafu ishi kwenye ile hisia ya wateja 20. Ndani ya siku 90 hadi siku 180 utajikuta unaanza kupata wale wateja uliokuwa unafanyaje? Ukitaka kujua hilo, ushawahi kumuhisi mtu anakupigia simu na akakupigia simu? Hamjawahi kukutana na hiyo tukio? Sema yani nilihisi sasa hivi na yeye amenipigia nini? Hisia ni nguvu, zinajenga nguvu, na ile nguvu inafanya vitu vitokee kwa ambavyo wewe hukutegemea vitokee. Kwa kajenge hiyo nguvu ya hisia ndani yako na utajikuta unafanikiwa sana kwenye kila kitu unachokifanya. Sehemu ya mwisho ni sehemu ya kutembelea maeneo ambayo yana vitu ambavyo unavyotaka vitokee. Tembelea maeneo ambayo yana vitu vinavyoendana na malengo yako mara kwa mara. Make sure unatembea. Nazungumza kwa habari ya nguvu ya malengo. Ndio kitu tunachozungumza hapa leo. Hivi vitu ni vile hamvifuatiliagi, lakini ukivifuatilia unajua kabisa. Ukitaka kupima hilo, andika lengo, halafu pita sehemu ambayo lile lengo limeshatimia. Kuna namna ndani utaanza kujihisi vizuri. Sasa sema wow, beautiful. Maana yake ni nini? Maana yake the more unavyoendelea kuhisi ndio unavyoendelea kuvuta. Kila unavyohisi kitu ndivyo unaendelea kuvuta. Sasa nataka nikupe hii mbinu ikakusaidie kwenye maisha yako yote na usio unapata shida. Chochote unachotaka kukitimiza kwenye maisha yako, katafute sehemu ambayo tayari kilishajengwa, alafu wewe unatembelea mara kwa mara. Kila unapofika kwenye ile eneo, ona kama kile kitu ni chako. End of the day utajikuta unapata kile kitu ulichokuwa unakitaka. Hata kama leo hauna biashara na lengo lako ni kuanzisha biashara fulani, nenda katembelee kwenye yale maeneo ambayo hiyo biashara ipo. Automatic from nowhere utakutana na mtu ambaye atakufanya uanzishe hiyo biashara, kwa sababu vile ambavyo unavyotembelea kwenye yale maeneo ndivyo ambavyo unatengeneza nguvu, ambayo ile nguvu inakusaidia kwenye kuhakikisha wewe sasa kuweza kutimiza ndoto yako na kuweza kutimiza malengo yako. Jambo jingine ni kuwa na marafiki ambao wamefanikiwa kwenye eneo la malengo. Kuwa na marafiki. Hii ina mfano halisi kabisa. Nimesema ni vile hatufuatiliaji. Waswahili wanasema ukikaa na waridi unafanyaje? Natamani muelewe ninavyoelewa mimi. Hauhitaji kuwa waridi ili unukie waridi. Unahitaji kukaa karibu na waridi ili unukie nini? Halo? Kwa maana ya hivyo, inawezekana kabisa energy ya mtu mzuri ikakuambukiza wewe ukawa na wewe mtu mzuri. Kuna usemi unasema, nionyeshe marafiki zako 5 nikuambie wewe ni mtu wa aina gani. Ukiwa na marafiki 5 smart,
wewe utakuwa smart, mtu wa 6 automatic. Hello? Ukiwa na marafiki 5 wajinga, wewe utakuwa mjinga wa 6 automatic. That's the law of power. Kwa nini? Kwa sababu ile nguvu inayozunguka maeneo yale ni nguvu ya kijinga. Automatic ile nguvu itakuingia wewe na itakudrive wewe kuwa mjinga hata kama ulikuwa mtu smart. Kwa ili uweze kutimiza malengo yako, my brother and my sister, tafuta mtu ambaye amewahi kutimiza hilo lengo ili akuambukize ile nguvu yake, ambao ile nguvu watu wajanja na wana elimu zaidi wanaita upako. Ule upako na wewe ukufanyeje? Ukuambukie. So unahitaji nguvu ya watu wengine ambao tayari wameshafanikiwa kwenye eneo unalotaka kulifanikiwa, ili wakusaidie ile goal achievement energy, ili uwe nayo ile nguvu na wewe uweze kufanikiwa. Kama unataka kuwa mtu mkubwa kwenye eneo la biashara ya nguo, maana yake unahitaji kuwa na mtu ambaye amefanikiwa kwenye eneo la biashara ya nini? Ya nguo. Sasa wewe unatamani kujenga shule, una rafiki muuza vitumbua. Energy yake na energy yako haviendani. Kwa ukimwadisia lile lengo lako la shule, ukimwadisia lile lengo lake la shule, unamchanganya, kwa sababu ile energy ya shule haiendani na energy ya vitumbua. Sijui mnanielewa wanangu? Energy ya vitumbua na energy ya shule haviendani. Kwa unamchanganya yule mtu wa vitumbua, unamchanganya kwa sababu energy yako na yake haviendani. Ukiendelea kumwelezea, kumchanganya na hiyo energy yako, anaenda kukuloga. Hello? Sasa binadamu wabaya sana, sio wabaya, unamchanganya mwenzako. Sasa unamchanganya, unaona sasa huyu ameshanichanganya vya kutosha, acha tuchanganyane sasa. So, epuka sana kujichanganya na watu ambao mnazidiana sana energy. Ni bora wewe ujichanganye na watu wanaokuzidi energy. Hello? Ni bora wewe ujichanganye na watu wanaokuzidi nini? Ili wewe uchukue ile energy. Hii ni siri nimekupa. Ukiona mtu amefanikiwa kwenye eneo unalotaka wewe kufanikiwa, usimchukie. Sisi changamoto yetu, ukimuona mtu amefanikiwa kwenye eneo fulani, wewe unamchukia. Unaanza, huyu Freemason, si mnaona pale nyumbani ndugu yake fulani alikufa juzi, ni yeye, mimi namjua huyu toka tunatusoma shule, namjua. Badala ujiunganishe naye, uvune ile nguvu ili na wewe uweze kufanikiwa, unajitenga naye, unazuia ile nguvu. Kwa hiyo lazima ujue kuassociate na watu ambao wanaokusaidia wewe kuweza kukupa nguvu ili uweze kusonga mbele zaidi. So jitahidi sana kwenye maisha yako, kama unataka kutimiza malengo yako, kama unataka kutembea na nguvu ya malengo, kuwa mjanja, kuwa smart. Usipende kuassociate na watu uliowazidi nini? Nguvu. Wale watu uliowazidi nguvu, tengeneza uwezo wa kuwasaidia, usiassociate nao. Wewe pambana kuassociate na watu waliokuzidi nini? Ili unyonye ile energy yao, uihamishie kwako. Yaani sisi binadamu tunatakiwa kujichaji. Hello? Tunatakiwa kufanyeje? Tunatakiwa kujichaji. Kwa sababu zile energy zetu huwa zinashuka kulingana na ulimwengu ulivyo. Ulimwengu mnavyouona hivi sivyo ulivyo. Siku mkikua mtanielewa. Kwa hiyo sasa wewe unatakiwa kila siku uwe unajichaji. Kujichaji maana yake ni nini? Ni kuassociate na watu waliofanikiwa zaidi. Ukijiassociate na watu waliofanikiwa zaidi, wewe unakuwa unajichaji. Ukijichaji maana yake kila siku utakuwa na nguvu za kusonga mbele, kwa sababu you will be powerful always. Pigeni makofi na waambie kweli.
You will be powerful. Siku zote utakuwa na chaji. My dear, unashindwa kufanikiwa kwa sababu uko battery low. Battery iko low. Na wengine wameshabonyeza play mode pale. Vya mbele haviendi, vya nyuma havisogei, vya kushoto vimeganda. Go and charge on yourself. You must charge on yourself. Lazima ujichaji, na njia ya kujichaji ni kutafuta watu waliofanikiwa zaidi. Make sure kuwa nao karibu. So umenielewa? Na chaji nzuri ni chaji ya kutafuta mtu aliyefanikiwa kwenye eneo lako. Na ndio maana mnaona sometimes hapa watu waga wanatoa nafasi kila mtu aseme anachokifanya. Zile nafasi ukizipata kumsikia mtu amefanya kitu ambacho na wewe umefanya, muulize umefanya nini, unaenda wapi? Au wewe unapopata nafasi kama hizi, ukikutana na mtu ambaye ufahamiani naye, usiondoke bila kufahamiana na watu. Hello? Usiondoke bila kufahamiana kwa sababu hujui power bank yako ni nani. Inawezekana hapa kuna power bank yako. So ukienda sehemu yoyote na kufundisha hili mwanangu, umeenda kwenye kongamano, umeenda kwenye seminar, ukishaona kuna sura hauijui, piga story. Tukimaliza seminar muulize, unaitwa nani? Unafanya biashara gani? Akisha kwambia tu ninachokifanya, wewe si nimeshakwambia una malengo. Unajua kabisa huyu na lengo langu ni vitu viwili. Unamwambia tu asante, nashukuru kufahamiana na wewe. Shughuli imeishia wapi? Endelea kuhoji mpaka siku ukutane na tunasema dream helper wako. Endelea kuuliza watu kila unapoenda kwenye seminar, unakutana na mtu umjui, muulize. Nakwambia kwa uwezo wa Mungu, ipo siku utauliza mtu atakujibu swali ulilokuwa unatafuta. Sisi hatufanikiwi kwa sababu tumeziba midomo. Ukija kwenye seminar, unakaa hapa kwenye seminar, ukimaliza seminar, mlango unakunguta dela lako na jinsi yako. Alafu ukirudi nyumbani unasema natafuta mtu wa kunishika mkono, natafuta mtu wa kunisaidia kutimiza ndoto zako. Mungu anakushangaa. Niwaambieni, vitu vingi tunavyoviomba Mungu alishatupa, lakini anatushangaa tu. Kwa hiyo unapokuja kwenye maeneo kama haya, unapokutana na watu kama mtu ambaye usiyemjua, make sure unamuuliza, unaitwa nani, unafanya nini. Ukisha kuwa na malengo, utakuja kumuuliza mtu, atakwambia mimi nafanya kitu fulani. Dot zina connect pap anachokifanya na mimi ndo ninachokifanya. Make discussion. Ulianza lini? Utamsikiliza. Umefika wapi? Kila anavyojielezea unajiconnect. Hello? Yes. Unafanyaje? Kila anavyoelezea una connect dot, mwisho wa siku unajua kabisa hii ni power bank yangu hii. Ukishagundua hii ni power bank, urafiki unaanzia pale, mwisho wa siku mnapeana njia, mnasonga mbele, lakini the starting point ni kushirikiana na watu waliofanikiwa, na mwisho wa siku nao utafanikiwa. I'm talking about the power of goals. Hicho ndio kitu nawafundisha siku ya leo. Na mwisho kabisa, kitu ambacho kitakusaidia katika kutimiza malengo yako, cha mwisho kabisa, hii ni power nyingine, ni kutoa sadaka. Sema kutoa sadaka. Kutoa sadaka. Ndugu zangu, rafiki zangu, wanangu, nguvu ya malengo pia inaweza kutolewa na sadaka. Watu wengi tunapotoa sadaka, zile sadaka zetu hatuziconnecti na malengo yetu. Tunatoa sadaka kama vile tunatoa kadi ya harusi. Ukisha kuwa na lengo, iconnect ile sadaka yako na lengo yako. Unaenda kutoa sadaka kanisani, unaenda kutoa sadaka msikitini, unaenda kutoa sadaka kwa wahitaji, unaenda kutoa sadaka kwa yatima, unaenda kutoa sadaka kwa wajane. Itume ile sadaka, iambie we sadaka na kutoa kwa ajili ya lengo fulani. Kumbuka ulishatamka maneno ya kumiliki. Kuna mtu ananielewa? Kumbuka ulitamka maneno ya kufanyaje? Ya kumiliki. Sasa kama ulitamka maneno ya kumiliki, nenda katoe sadaka ya shukrani. Hello? Yes. Katoe sadaka ya nini? Nenda kamwambie Mungu, nakushukuru kwa ajili ya wateja wangu 200. Hata kama wale wateja hawajatokea, mwambie Mungu, nakushukuru kwa ajili ya wateja wangu 100 ngapi?
Mungu anasemaje? Mungu anasema mkinishukuru nitawaongezea. Bwana, maisha ni simple tu. Kwa kama ni kushukuru ni kunaongezeka, maana yake nataka niwape siri wanangu. Ukitaka kufanikiwa kwenye lengo lolote, usiende kuomba. Usiende kufanyeje? Usiende kuomba, nenda kashukuru. Yaani kila ukisali wewe shukuru tu. Kila ukitoa sadaka wewe mwambie Mungu, nakutolea hii ni sadaka ya shukrani kwa ajili ya nyumba yangu. Nakutolea sadaka ya shukrani kwa ajili ya biashara yangu. Nakutolea sadaka ya shukrani. Hata kama wale wateja hawa, the more unavyoendelea kutoa sadaka kwa ajili ya kushukuru, Mungu nimekwambia anakuongea. Kumbe the way anavyokuongezea ndio wewe ndio ulikuwa unataka hivyo hivyo. So unakuwa umetengeneza mfereji wa nguvu ambayo wakati ulimwengu wa roho unakuja kukupa zawadi ya shukrani yako, inakukuta ndio lile lengo ulilopanga, na mwisho wa siku unajikuta unafanikiwa kwenye lile lengo lako kwa namna ambayo ni ya ajabu, kwa namna ambayo wengine wanasema ni muujiza, kwa namna ambao wanasema sijui ni kitu gani, lakini unajikuta unatengeneza mafanikio kwenye jambo lako. Mwisho, kwa kumalizia, unapotoa sadaka yako usitoe sehemu moja. Usitoe sehemu. Na kuna mtu mwingine anasema mimi sadaka yangu nitakuwa na hapa tu labda yatima peke yake, au mimi sadaka yangu nitakuwa napeleka tu msikitini peke yake, mimi sadaka yangu nitakuwa napeleka tu kanisani peke yake, mimi sadaka yangu. Usitoe sehemu moja, toa sehemu mbali. Kwa nini nasema utoe sehemu mbalimbali? Sio kila wachungaji wote wana connection na Mungu. Wengine ni vibaka kama vibaka wengine. Sio kila mashehe wote wana connection pamoja na nini? Na Mungu. Wengine vibaka kama vibaka wengine. Sio kila mtu aliyoko barabarani ni ombaomba kweli. Mwingine analipia adhabu ya matendo yake au matendo ya wazazi wake waliofanya huko nyuma. Sio kila mjane ni mjane kweli. Mwingine alimuua mume wake akajua atapata hela, hasa kumbe yule mume wake na hela zake zilikuwa za ndagu, alipokufa akaondoka na hela zake. Kuna mtu mmoja ananielewa? So toa sadaka maeneo mbalimbali. Kanisani peleka, toa kwa mchungaji, toa kwa shehe, toa kwa, uwezi kujua nani atasema ubarikiwe alafu ile baraka ndio ikawa njia. Kwa sababu hawa watu wana baraka zao, wana connection na Mungu. Mashehe, wachungaji, yatima, wajane, hawa watu wana connection na Mungu. Kwa hiyo kwa sababu wana connection na Mungu, nawaambiaga kila siku. Unajua mimi mtu hapa akipiga, kwa mfano nafundisha hapa, nikiwa nafundisha hapa, akipiga mtu mwingine yoyote, lazima nitamwacha, nitasema nitampigia nikimaliza session. Lakini kama niko nje ya hapa, akinipigia simu staff, automatic lazima nitarespond kwenye ile simu. Na Mungu yuko hivyo hivyo. Wewe unaweza ukamwambia Mungu saa hizi akaona huyu hebu nitamjibu baadaye, lakini ukatumia mjane, Mungu akapokea kwa haraka. Ukamtumia shehe au mchungaji au yatima, Mungu akapokea kwa wakati. So lazima uwe mjanja. Haya maisha ni game ya akili, lazima tucheze nayo. Mnanielewa wapendwa? Yes. Lazima tucheze nayo. Usiwe mtu ambaye tu akili yako imebandikwa sehemu moja. Lazima uwe mtu ambaye akili yako inafanya kazi usiku na mchana. Nawaambiaga watu, yani kuna mtu mwezi mzima anapata usingizi asubuhi mpaka jioni. Yani usiku, yani mtu akiingia kulala mpaka saa 12 mwezi mzima, na analala kabisa, usingizi anapata. Wewe utakuwa na mahali una shida. Unalala kabisa saa 4 mpaka saa 12 siku 30. Hauna malengo wewe. Ukiwa na malengo makubwa, kuna siku saa 6 usiku usingizi unakata. Nasema uongo? Saa 8 usiku yani usingizi unakata. Yani usingizi hauji. Yani hauji, usingizi unakata. Kwa sababu gani? Unaona kabisa mbona leo imefika tarehe 31, maana yake kesho ni Februari. Kwa maana kwenye malengo ya miezi mitatu, mwezi mmoja ulishafanyaje? Ushaondoka. Kwenye malengo ya miezi 12, mwezi mmoja ulishafanyaje? Nimeshabaki na miezi 11. Yani usingizi unakatika kabisa. Kwa hiyo lazima ujifunze kuhakikisha kwamba unakuwa mtoaji
Toa sadaka mara kwa mara, unapopata toa. Ni njia ambayo inaweza ikakusaidia kwenye kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Ninaamini kuna mtu amepata kitu, si ndio?